Tabia ya tano, kukosekana kwa utunzaji mzuri wa pesa na mali za familia. Tabia ya kukosekana kwa utunzaji mzuri wa pesa na mali za familia. Inayo inapelekea kuharibu familia. Kukosekana kwa utunzaji, tabia ya kukosekana kwa utunzaji mzuri wa pesa na mali za familia, hii nayo inaleta shida sana. Matumizi ya hovyo ya pesa na mali katika familia yanaleta ugomvi na uchungu. Matumizi ya hovyo ya mali yanaleta ugomvi na uchungu kwenye familia. Kwa ndugu zangu, hii nalo mwanaume kama nguzo na kiongozi kwenye familia, hakikisha hili hapo unaliweka kwenye mzani pia. Kama ni mwanaume ambaye unapata fedha kwenye familia, unaanza kuzidisha matumizi yanaongezeka, unajiandalia uchungu na ugomvi wa baadaye. Unaweka akiba ya uchungu na ugomvi wa baadaye. Hali hii isipodhibitiwa ni chimbuko la umasikini wa familia. Matumizi ya hovyo ya fedha na mali, usipodhibiti vizuri mwanaume, hii ni chimbuko la umasikini wa familia. Yaani kingia iko hivi, unajua mimi waka nafuatilia watoto mdogo. Unajua mtoto mdogo, unajua tunatengenezaka umasikini wenyewe kwa kuanza mtoto mdogo. Kwa nini? Sasa hivi kwa desturi kila mtoto asubuhi unampa hela kwenda shule. Hii ni nzuri, lakini nazalisha mtoto maskini. Kwa nini? Ukimpa 200 mtoto, anahakikisha anaitumia mpaka inaisha, habakiza hata senti. Hiyo ni tabia inajengeka hivyo. Kuna mwanaume anaweza akakuwa na ile tabia, akiipata hela anahakikisha anaitumia mpaka inaisha kabisa, na anasubiri tena apate nyingine aitumie vile vile. Kwani tabia hii imejengeka toka utotoni. Jaribu kumpa mtoto 200 alafu mwambie naye katumie nyingine, ukiona ikibaki rudisha kesho, uone kama inarudi. Hairudi hata senti 100. Kwa nini? Akifika pale dukani atanunua navyo na vitoto, yani unakuta asubuhi hii 200 imeteketea kwangu hivi hivi. Yani kanafika jelo. Kwanza kanafika kanaomba change. Kwanza kakae vizuri kwa matumizi. Naomba change. Okay, kiota jelo. Haya anakapa 100, 50. Kanasimama kwanza, kanaanza kuangalia kwenye meza pale kuna nini kwanza cha kuchakaza haraka. Kanakaa pale kuna sambusa. Kanatoa kwanza 100, naomba sambusa. Kwanza 400 imebaki kwanza mfukoni. Kana wenzake pale kanaweka tomato, kanaipiga. Inaisha, kanaangalia pale kuna vipipi vya gari, naomba kagari. Kuna vigari na mimi na chagua rangi ya gari yako. Kumbe nataka hela tu hapo. Nachagua gari pale. Naomba na kijiko. Hapo akaendi, wako anaenda. Kanasikilizia kwanza. Kanaenda kidogo. Hivi buyu upo? Ya 300. Saa moja hapo kumbuka. Kanachukua ubuyu kanaweka kwenye begi, ubuyu wa kula baadaye darasani. Kanaenda kidogo tena. Kamwona mwenzake amenunua tena nani? Labda amenunua kuna vikacholi, amenunua vingine keki. Naomba vikokoto shingapi? Inaisha 500 hapo. Kanajikuta kana 100. Hii 100 hii kanaweka kwenye socks. Wanaweka kwenye socks watoto. Sio mfukoni, kwenye socks. Naenda kidogo. Mimi mbona umesimama? Hizi za 100 zipo. Ile 500 inaisha hapo. Sasa koja kaende shule kama kanasoma akasomi inajulikana hivyo. Kanarudi. Katoto kale nikakafuatilia kwa cash, haipeki siku akajapita. Kesho kamekuja na 500 au 200. Hamna, yani kila na inaisha. Sio kanatunza. Sasa ile tabia inajengeka, mazoea yanajenga tabia. Sasa maana yake hii tabia akikuwa naye huyu mtoto, kama atakuwa wakiwa ndo baba mwenye familia na hajafundishwa na ana tabia hii, siku akipata magunia shamba labda yako 5, anahakikisha kabisa kwamba ponda mali kifo chaja. Anamuita, kuna mwingine anauzaka shamba hajavuna anauza.
Haya, muuliza amefanyia nini? Hakuna. Ameuza. Hana, sio kama nunua uwanja, hapana, hamna. Anahama na nyumbani. Anakisha kwamba anaponda, alafu anaenda kumkabidhi hata tu kimada, nitunze hii hela bwana. Nitakuja na kuchukua. Nyumbani siwaelewi kabisa. Yaani kimada ndo yaani kimada atunze hela na amepewa 700,000 kimada. Atunze. Watu ambao hawana akili ndo wataitunza. Lakini nyumbani anaona kama mke simuelewi. Yaani ananichunguza sana. Tatizo. Kwa kumbe kuna vitabia vingine vinajengeka taratibu. Na kingine kinachofanya mtu anatumia hela. Matumizi ya ovyo ya pesa na mali katika familia yanaleta ugomvi na uchungu kwenye familia. Lakini nikasema pia hapo ukaongezea kwamba hali hii isipodhibitiwa ni chimbuko la umaskini wa familia. Usipodhibiti hii hali ni chimbuko la umaskini wa familia. Fuatilia. Na hii alafu hii inatengeneza pia. Kuna mtu mmoja alifanya jaribio, akawachukua watoto 100. Ilisoma kitabu mahali fulani. Akachukua watoto 100 akaweka kwenye room kama hii. Alipoweka kwenye chumba kama hiki, akawagawia ivory moja kila mmoja. Ivory maziwa moja. Akawaambia, "Tulieni, nataka niende nikalete tena kingine msile." Nakwambia hivi. Asilimia 86 alikuta wanajamba mikono tu zote zimeisha. Na akawia kidogo kurudi. Msile, ngoje naenda kuleta kingine. Ili nitakapofika niwape tena, ndo mtakuwa na viwili mtakula vizuri. Asilimia 86 alikuta wote wameviramba vyote. Asilimia 10 na ngapi? 13. 13. Alikuta mwingine amefungua upande mmoja, ameilama ila akarudishia. Akaanza nimeahidiwa kuna kingine kikuja. Amefungua kidogo, mwingine ameuma jino. Ikawa nusu kwa nusu, moja akaipiga, akabaki na nyingine ya nusu, akaiviringisha, akairudishia. Asilimia 1 tu ndio aliyetunza. Sasa aliwafuatilia watoto ndani ya miaka 10 mbele. Yaani baada ya kuanza maisha, sio miaka 10, baada ya miaka, yaani ndani ya miaka 50 ya maisha yao waliwafuatilia. Kama research ya miaka mingi kidogo. Walipowafuatilia watoto ambao waliweza kula zile pipi, walikuwa na maisha ya kubatisha sana. Kwa nini? Kumbe ndani yao hakukuwepo na uvumilivu. Akipata changamoto kidogo tu anapita nayo. Mtu akipata hela, yanahakikisha anaiteketeza, havumilii kwamba yuko tayari hata kulala njaa kwa sababu ana hela. Ni wachache hata akiwa mkubwa, alale njaa na mfukoni ana 10,000. Hakuna hiyo. Hakuna. Labda amefunga. Kwa sasa aliyewahi kutunza ile pipi mpaka amerudi amekaa zaidi ya saa. Mtoto avumilie saa nzima pipi anayo mkononi. Wachache. Alijikuta yani ana hatua moja ya maendeleo nzuri sana baada ya kwa sababu ule uwezo wa kutunza kitu na kukivumilia hata kama kipo ila tu kinakaa kwenye lengo ya kukitunza kinakuwa na maisha yakaendelea. Na hivyo sasa mwanaume nguzo na kiongozi unapaswa ujenge tabia ya kuipata hela. Kwanza unamuuliza Bwana, hii hela umenipa kwa ajili gani? Kwenye kanuni ya fedha kuna kitu kinaitwa pay yourself first. Jilipe kwanza wewe. Halafu kingine ndo fanya. Yaani umefanya mambo mwenyewe. Yaani hapa hii kanuni ni 80/20. Umefanya kazi zako. Halafu kaona fungu la 10 ni hili. Sawa, imeisha hiyo. Kinachofuata pay, jilipe kwanza wewe mwenyewe. Hivi hii kazi nilikuwa ameniajiri mtu mwingine, ningelipwa shilingi ngapi? Kama ni 100,000, basi kama ni 10,000, chukua ile 10,000 save. Alafu ile nyingine fanya matumizi unayoona. Nikwambia hivi, kwenye mikono hii kuna pitaga hela nyingi sana kiasi kwamba ukianza kuitunza inayopita kwenye mkono, ndani ya muda mrefu na mtu mkubwa. Ila kwa sababu zinapitaga naondoka na zinaondoka kabisa, hana kumbukumbu. Na kweli hazina kumbukumbu. Ila kiukweli katika habari ya matumizi ya fedha, lazima kila hela inayopita kwenye mkono iangaliwe vizuri. Na nikwambia hivi, kila mmoja ana uwezo wa kusave hela. Wewe fuatilia watu wanaochukua mitambo ya kukopa. Anachukua mtambo 800,000 na anailipa 800,000 mpaka naisha. Je, angekuwa kila siku analipa 1,300, kila siku 1,300.
Haya, angekuwa na isebuku mahali fulani baada ya mwaka mmoja sana laki nane inaonekana. Lakini kwa sababu uwezo ule hatuna kweli, haiwezekani na haiwezekani. Kwa hiyo matumizi ya fedha lazima yawekwe kwenye mkakati mzuri. Amen. Hapo familia zetu zitakuwa salama na mambo yatakaa vizuri. Tabia nyingine ambayo ukiishi familia itaharibika